kuna swali nimeulizwa kwamba nimeambiwa kwamba mimi kila saa nakosa trade. Tatizo ni nini? Sasa swali hili nimeona nije nilijibu kwa wote. Pengine wewe ni miongoni mwa ili tatizo ambalo linakusumbua. Kwa hiyo nimeambiwa kwamba mimi kila saa nakosa trade. Kwa nini? Sasa hili ni tatizo ambalo wengi wanapitia, hasa unapoanza kuwa makini na zile setup zako. Umeona? Sasa nitakwenda kukupa sababu ambazo zinakufanya kwa nini ukose trade. Kama utakuwa umesikiliza hii video, nadhani utakuwa umenielewa. Sasa sababu ya kwanza ni kwamba maybe unasubiri perfect setup. Umeona? Labda unasubiri perfect setup kila wakati. Unasubiri setup sahihi itokee kila wakati. Umeona? Sasa unataka kila kitu unataka kiendane. Mfano, order block, fair value gap, change of characters, break of structure au entry signal. Vote vile vinafuatana kwa pamoja. Umeona? Kwa hiyo unakuwa upo too cautious. Hadi trade inakupita. Sasa unakuwa upo makini sana na zile setup zako mpaka trade inakupita. Umeona? Maybe sababu inaweza kuwa hiyo. Sababu nyingine labda unaweza ukawa na over analysis. Analysis paralysis. Namaanisha kwamba unachambua sana soko hadi unakuwa na mashaka. Unalichambua soko sana mpaka unakuwa na mashaka. Umeona? Haujiamini kupress order yako kwenye market. Unangoja 100% na kwamba hii setup yangu ni 100%, hapa sasa hivi ni tayari naweza nikaingia. Wakati kitu ambacho umeona hakipo kabisa kwenye market. Maybe tatizo likawa ni hilo. Umeona? Sasa kitu kingine ni kwamba labda umeona time frame kubwa kuliko lifestyle yako. Au sio? Nikimaanisha time frame kubwa kuliko lifestyle yako, na maanisha kwamba ukisubiria setup ya 4 hour time frame, kama wewe ni day trader, ukisubiria setup ya 4 hour time frame, unakuta kwamba trade inaweza ikachukua siku moja. Unaona? Kwa sababu ile ni time frame kubwa. Trade inaweza ikachukua siku moja. Umeona? Sasa unaweza ukaona kwamba utajikuta unasubiri sana, bila hata position. Wewe unasubiri tu. Umeona? Maybe tatizo inaweza ikawa ni hilo. Lakini sasa kitu kingine maybe unaogopa kupoteza, na maanisha kwamba fear of loss. Labda unaogopa kupoteza, lakini unakuwa na ile hofu, wewe mwenyewe unakuwa na ile hofu ya kupoteza kiasi kwamba hauingii kabisa kwenye trade. Hata kama hiyo setup ilikuwa ni valid, hauingii kabisa. Maybe unaogopa kupoteza. Sasa basi, suluhisho ya vitu vyote ambavyo nilivyokuambia ni kwamba kama utazingatia kitu kimoja, ni kwamba ushauri ambao nakupa kama utazingatia ni kwamba fanya pre-market plan. Na maanisha kwamba kabla ya session kufunguka, jua ni pair gani una trade na ni zone gani ambayo unaisubiria kwa ajili ya kuingia kwenye hiyo entry. Alafu kitu kingine, amini setup moja tu. Umeona? Usitake kila signal iwepo mara moja na wewe uwepo. Kila signal na wewe uwepo. Wewe amini tu setup moja tu basi. Umeona? Sasa kitu kingine, punguza time frame, punguza yale matumizi ya time frame nyingi. Punguza time frame. Unataka trade za kila siku, au kama unataka trade za kila siku, maybe
unaweza ukatumia 1 hour time frame for direction, then ukaja kwenye 15 minute time frame kwa entry. Umeona? Sasa kitu kingine kizingatie kabla sijamaliza ni kwamba kubali riski ya kupoteza. Umeona? Yaani hapo unatakiwa utrade with the stop loss. Usiogope kabisa. If the market give you room to breathe, move your stop loss, and then hata market ikikutoa basi utakuwa upo katika no risk no Ferrari. Hata market ikikutoa basi umesha break even tayari. Trade with the stop loss. Sasa ukijenga consistency ya plan plus discipline, umeona, utapata setup na kuwa na ile confidence yenyewe zaidi. Umeona? Yaani utakuwa unazichukua tu kama njugu bila hata kusita. Sasa follow my plan ikiwa wewe ni smart money. See you next video.